Kwa mashabiki wa Manchester United leo inaweza kuwa ni siku ndefu au ikawa ni siku ya furaha kumwona kwa mara ya kwanza kocha Michael Carrick akiongoza kikosi cha Manchester United mara baada ya uteuzi wake kama kocha mkuu wa muda wa kikosi cha Manchester United. Pindi alipoondoka Ruben Amorim, Michael Carrick amefuata akimshinda Ole Gunnar Solskjaer kwenye kuwania nafasi hiyo ya kocha wa muda kwa kipindi cha kama miezi 6 hivi mpaka pale ambapo ligi itamalizika, kwa sababu leo ndio siku ambayo Manchester United majira ya saa 9:30 kwa saa za Afrika Mashariki wanaenda kuvana na kikosi cha Manchester City ya Pep Guardiola katika mchezo mgumu kabisa wa English Premier League. Of course ni mchezo ambao unafungua weekend ndefu ya Premier League, unachezwa mapema kabisa na Manchester United wanakwenda kuvana na Manchester City. Sio kitu ambacho Carrick alitegemea kukutana nacho katika mchezo wake wa kwanza mara baada ya kuwa ile jukumu. Pengine angetamani kukutana na timu nyingine za tofauti mbali na Manchester City, lakini ndo ratiba inavyosema. Na of course ni mechi ngumu kwa Manchester United, lakini mechi ngumu zaidi kwa kikosi cha Manchester City. Lakini sasa kabla hatujafika kwenye kuzungumza mchezo wenyewe, ni kujuze tu wewe ambaye ni shabiki wa United lakini pia ni mfuatiliaji wa soka kuhusiana na mabadiliko ambayo United wameyafanya. Pengine unaliona jina la Michael Carrick peke yake kwenye kikosi cha Manchester United, lakini Michael Carrick ana namba 2, ana namba 3, lakini pia ana kocha mwingine msaidizi wake kwenye backroom staff yake pamoja na kocha wa magolikipa. Nikianza na kocha wa magolikipa, Craig Mawson ni kocha wa magolikipa kwa kocha Manchester United, lakini alikuwa ni msaidizi namba 2, ni msaidizi wa kocha wa makipa wa Manchester United aliyepita ambaye ameondoka na Ruben Amorim. Aliingia pia Manchester United akiwa na Ruben Amorim. Craig Mawson ni kocha wa magolikipa na yuko kwenye staff ya hivi sasa ya Michael Carrick akiwa kama kocha wa magolikipa klabu ya Manchester United. Lakini kwa upande wa namba 2, kwa maana ya kocha msaidizi namba 1 ya kikosi cha Manchester United, ni kocha ambaye aliwahi kutoa ubingwa wa UEFA Champions League akiwa na klabu ya Chelsea, lakini pia amewahi kutoa ubingwa wa Premier League akiwa na klabu hiyo ya Chelsea. Amefanya kazi na Jose Mourinho, fanya kazi na Antonio Conte, makocha almost 6 wa kikosi cha klabu ya Chelsea amefanya kazi chini yao akiwa msaidizi wao. Hapa simzungumzi mtu mwingine, na mzungumza Steve Holland. Uzoefu wa kutosha kabisa kwenye kikosi cha Manchester United unakwenda kupatikana chini ya Steve Holland, na uteuzi wake pia ulizingatia majadiliano yaliyofanyika kati ya mkurugenzi wa michezo wa Manchester United kwa maana Jason Wilcox pamoja na mazungumzo yaliyofanywa na Michael Carrick, wakaafikiana kwamba wanahitaji uzoefu na nani ambaye anafit zaidi ni Steve Holland. Mbali na Steve Holland yuko pia Jonathan Woodgate. Jonathan Woodgate kwa wale ambao wanamfahamu, siku si nyingi hapa alikuwa mchezaji. Amepita Tottenham Hotspur, Real Madrid, amepita Leeds pia United. Ni mchezaji wa zamani wa vilabu, lakini pia alikuwa kocha msaidizi wa Michael Carrick kwa Middlesbrough mpaka mwezi Juni mwaka 2020 alipoondoka. Yeye atakuwa pia sehemu ya wasaidizi wa Michael Carrick kwenye kazi yake kama kocha wa muda wa Manchester United katika kipindi cha miezi 6. Na wa mwisho, mtu wa maana kabisa, ni Travis Binion. Watu wengi wanamfahamu, wale wanazi wa Manchester United, the Red Devils. Travis Binion amekuwepo kwenye kikosi cha under 18. Historia yake kubwa, amewahi kushinda ubingwa pale mbele ya mashabiki kama 67 hivi kwa Manchester United, alikuwa na kikosi cha under 18, lakini pia alikuwa kocha wa under 21. Kwa Travis Binion pia naye anaongezeka kwenye benchi la ufundi. Lakini nimesema mtu wa mwisho, isipokuwa mtu wa mwisho ni John Evans, mchezaji wa Manchester United ambaye miaka miwili iliyopita ndani ya kipindi cha miaka miwili amekuwa akitumikia Manchester United. Ameondoka msimu huu mwishoni, msimu uliopita mwishoni, na sasa amerejea Manchester United kama sehemu ya makocha wa Manchester United wanaoenda kuivaa Manchester City leo. Kwa hiyo pale kwenye touchline utaona watu ambao nimekutajia, lakini kwenye bench pia utaona watu nimekutajia pamoja na backroom staff ambayo iko kwenye kikosi cha Manchester United. Kuna watunza vifaa na wengine ambao bado wataendelea kuhudumu kwenye kikosi cha Manchester United.